asubuhi ya leo kwa ukuu wako Bwana na hata wema wake. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru hata kwa ajili ya kunipa pumzi, namshukuru hata kwa ajili ya kunipa neema. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru our reverend pastors, Mungu awabariki sana kwa kunipa hii nafasi hili ni tukapate kushia neno la Bwana. Mbarikiwe sana. Nasikia tu kunyenyekea chini yenu na Mungu wa amani akawabariki. Bwana Yesu asifiwe. Najua muda umesonga lakini sitaenda sana. Mungu atanisaidia na sitawaweka sana. Bwana Yesu asifiwe. So nataka tukashie neno la Bwana katika Genesis. Topic yetu ya leo ni tutaongelea juu ya kitu kinaitwa kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitu inaitwa kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio topic yetu ya siku ya leo. Na ninaomba tu Pastor Pauline utanisaidia kidogo. Genesis chapter 4 verse 16. Genesis chapter 4. Nataka uanze hapa 1. Na utabarikiwa. Genesis. Yeah. Mwanzo. Yeah. Genesis chapter 4 verse 16. Anza 1. Yeah, anza 1. Mstari wa kwanza inasema Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. 2. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. 3. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. 4. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. 5. Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana. 6. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? 7. Kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. 8. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwepo uwandani, Kaini akamuinukia Habili nduguye akamuua. 9. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. 10. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. 11. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. 12. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. 13. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. 14. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi, nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani, hata itakuwa kila anionaye ataniua. 15. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amuonaye asije akampiga. 16. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana, akakaa katika nchi ya Nodi mbele ya Edeni wazawa wa Kaini. 17. Kaini akamjua mkewe. Okay. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Barikiwa sana Pastor Pauline. Haleluya. Hapa tunaona story ya Kaini na Abel. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema Adamu alikuwa na Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba Adamu alipata mtoto wake wa kwanza, akamuita Kaini. Akasema nimepata mtoto mwanaume kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Akafurahia sana kwa sababu Mungu amembariki na mtoto kijana. Haleluya. Akaendelea hapo. Verse 2 inatuambia akaongeza akazaa nduguye
ndugu yake Abeli. Abeli alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima. Hapa unaona sasa Kaini ameacha kuwa peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amekuwa na wana wawili, vijana wawili. Bwana Yesu asifiwe. For example, kama Bena wangu na Denu wangu ndio niko na wao, si ndio? Halafu sasa hapa kila mtu hapo anatoshana na mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Kaini tunaambiwa alikuwa mkulima. Bwana Yesu asifiwe. Naye huyu Abeli alikuwa mchunga kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Naye alipopata mazao yake ya kwanza, Abeli alileta katika nyumba la Bwana ili ikawe sadaka lake mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo tukiendelea tunaona ya kwamba Kaini naye akachukua sadaka yake akapeleka mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bali sadaka zake zilikataliwa, lakini sadaka la Abeli Mungu alipata kuipokea. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba maana Mungu anaangalianga moyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu uangalia moyo wako na moyo wangu uko haji. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes kama Wakristo saa hii dunia vile hiko, tumekuwa watu wa kuua. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa watu roho ya Kaini kuua. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa watu wa kuharibu maisha ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya watoto wa Mungu, badala tuwape neno la Mungu vile ninastahili, vile Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Kenya imekuwa ni kuua. Sisemi ni kwa makanisa, kuua ni mara mingi. Shetani anaweza akaingia hata kwa mtoto wako auwe baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anaweza akaingia ili kutaka tukumaliza mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anaweza akatumia njia mingi sana hata kwa Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hapa Kaini hakufurahia na mambo hii Abeli. Kwa nini wewe yako umepeleka kwa madhabahu na imepokelewa? Bwana Yesu asifiwe. Haikumfurahisha. Alishikwa na roho inaitwa kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Haikumpendeza, akaona kwa nini wewe yako unapeleka Mungu anaipokea, lakini yangu. Na usisahau Abeli alikuwa mchunga kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akasema uzao wangu wa kwanza na upeleka kwa Mungu. Alikuwa na mtu ana hekima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaona hapo ikiendelea vile Kaini akaingiwa na wivu. Can you imagine brother? Mpendwa anajiita nimeokoka. Mimi nimeokoka, wewe umeokoka. Lakini kwa nyumba ya Mungu hautaki. Bwana Yesu asifiwe. Pitia huku hautaki. Kiburi kimeinuka kwa juu ya kuua. Ukiona ndugu yako amebarikiwa, yani shetani ameovertake hata nje. Kila kitu ukiangalia ndugu na ndugu. Hati wawezi ingia hata gari moja. Bwana Yesu asifiwe. Wawezi hata wapatane kwa barabara. Tuingie kwa mlango mmoja. Hapana. Anasikia hapana, badala nikumalize. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni kama nani? Bwana Yesu asifiwe. Yani unajisikianga wewe ndio kujua, wewe ndio kusema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa unaona, yani hiyo kiburi kilipoingia kwa Kaini, kilifanya hata amalize, yani amwage damu ya brother yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni ombi langu na Mungu atusaidie sana. Tusikuwe watu wa kuua wale wengine moyo. Yani vikao vya vitina, chuki mbele za Mwenyezi Mungu. Hata ukienda kila mahali ni chuki. Wakristo ila tunajiita Wakristo. Tunajiita mbele ya Mungu Wakristo, lakini maandiko inasema ole wake amwagae damu isiyo na hatia. Bwana Yesu asifiwe. Kaini hapa alimwaga damu isiyo na hatia. Unaona ni juu tu Mungu amekubali na ameweka tiki atika Abel, nimepokea sadaka yako. Mungu angalia roho. Angaliangi mavazi, angaliangi ati vile niko mrembo, ati vile unaweza ukajirebesha, hakuna. Mungu usimama na ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni wa haki. Mungu sio Mungu wa vitina. Bwana Yesu asifiwe. Mungu sio mtu wa chuo, Mungu wa shuki. Bwana Yesu asifiwe. Ukitazama kwa television, kila mahali ni kuua. Bwana Yesu asifiwe. imekuwa inakaa kama inafika ile wakati wa Sodom na Gomora.
Bwana Yesu asifiwe. Unakuta jamii ndio hii, mabradha ndio hao, nimeitanishwa na mabradha, nimezaliwa katika hiyo mboma. Lakini unaona Abeli hapa akiuliwa bure na hakuna kitu amefanyia bradha yake. Anauliwa ili atoke, Kaini apate hiyo urithi, afurahie. Then umepata. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akasema aje, wacha tuendelee. Unaona hapa vile alipo akasema, ikawa hatimaye Kaini akaleta uzao wake ardhi sadaka kwa Bwana. Abeli akaleta uzao wa kwanza. Unaona hapa ni vizuri pia, hata wakati Mungu anakupa kazi unakumbuka maandiko inasema nilete uzao wangu wa kwanza katika nyumba la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri wakati unaleta hiyo uzao, hata katika hiyo chambo lako Mungu ataweza kuweka ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Hata shetani anapokuja anakuta kweli kuna ulinzi, lakini usipoleta sadaka zako za kwanza. Unaona hapa Abeli aliona ni vizuri kwa sababu Mungu umenipa hao kondoo na wamezaana. Maybe aliona Mungu umenibariki, lakini kwa sababu umenipa hao kondoo nitatoa mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akafurahia kwa hilo Abeli alilolifanya. Bwana Yesu asifiwe. So ni vizuri ujue, ni vizuri kuweka sacrifice yako mbele za Bwana ama mbele ya madhabahu. Unaleta uzao wako wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kaini alifanya hivyo, Abeli alifanya hivyo mbele za Mungu, na Mungu akapata kufurahia na hiyo kitendo alichokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bali Kaini akakubali, wala sadaka yake Kaini akadhiabika sana, uso wake ukakujamana. Venye Mungu hakukumbali hiyo sadaka yake. Unaona maandiko inasema uso wake ulikujamana. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaangalia dada yako mwenye umekaa na yeye, unaone anapendeza, lakini kiburi, kwa sababu yani uwezi hata mwambia wapendeza dada yangu. Bwana Yesu asifiwe. Yani unakiwa na hiyo roho, hutaki kumwambia, yani unasikia vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Mungu akamuuliza, kwa nini uso wako umekujamana? Bwana Yesu asifiwe. Yani kwa sababu Mungu aliangalia akaona vile nimefanyia Abeli na venye nimefanyia Kaini. Kaini hajafurahia, uso yake ikakujamana mbele za Mungu, lakini Mungu akajua imekujamana. Akamuuliza, na kwa nini uso wako umekujamana? Kama ukitenda vyema utapata kibali. Unaona hapa anaambiwa na Mungu, ungetenda vyema ungepata kibali machoni pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. For example, vile unavyosema mimi nakuja kwa nyumba ya Mungu, nipanguzie Mungu viti ili hata kondoo wake wakikuja wasipate ziko na vumbi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kazi njema unafanyia Mungu. Haleluya. Unachota maji pale unaiweka pale. Mwingine anashikwa na kiburi, atakuja mwake hataki kujua imebebwa na nini. Ni nguruwe imeleta, ni punda imeleta, lakini kiburi, kwa sababu ni kiburi kimejaa, hata mwaka kesho uboeke akuue. Si nilikuwa naona unabeba, utabeba. Haleluya. Wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda mbinguni, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Mungu atubariki sana na atusaidie. Haleluya. Unajitoa kwa kazi ya Mungu kabisa, unajitolea ili at least kazi ya Mungu iendelee. Lakini kwa sababu wengine hawaelewi, andiko inasema wako na macho waoni, wako na masikio hawasikii. Mchungaji akisema tumbadilike, yani tumuona tu ni mama tu, lakini our reverend anasiti na kufanya kazi ile Mungu amemuitia. Bwana Yesu asifiwe. Achoki. Hata wewe ukikaa chini utupa makobora, aoni kama niyo ni kitu, lakini anaendelea tu na kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukishikamana tuondoe. Ni for example wanawapea, siwaambii mko hivyo, lakini dunia iko hivyo. Ingia kwa majamii utakuta brother ndio huyu na huyu. Mwingine alikuwa ananiambia, Rebecca, mimi sijui nitafanya sister yangu, hakuna kitu nilimfanyia, lakini hesi imagine hata tukikutana anisalimie mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ile tu aniambie umeamka aje, hezi. Ni juu tu nilinunua ng'ombe. Yaani ng'ombe tu inafanya sister yako, yaani asikusalimie kiburi.
roho ikaneneva ya Nebukadneza, akasahau kuna Mungu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tusikue hivyo, siwaambii mko hivyo, ni sambo nawapea. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo mtu anatembea kwako, mwambie mimi sikutaki. Hata kama dada amejitolea, ajitolee, ni wakati wake. Ameona inafaa. Mimi sina mzigo, nitabeba leo, kesho kutwa nitamboeka. Kwa sababu ya nini? Sina mzigo. Sina na hatufanani. Neema asifanani. Neema ya Reverend hata nishinde nikimpiga vita, siwezi ipata. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neema Mungu anaachilianga. Haleluya. Neema ya pasta siwezi nikaifikia. Yeye ameitwa kuhani. Hata useme utabishana na yeye, ni kazi ya bure. Useme utabishana na Ruto, kazi ya bure. Haleluya. Lakini tunaposhikamana mikono, tufanyie Mungu kazi. Njoo kikuta kitu pale, mtu amekuja tu, can you imagine, amejitolea tu akuje afanye kazi ya Mungu. Mungu at least maybe anajua hapa kule nimetoka niko na Kaini, na kwa sababu sitaki huyu Kaini animalize, Mungu nimekimbililia kwa nyumba yako ili uniokoe. Anakimbia kwa sababu anajua Kaini wangu ni wengi, na sasa ndio niwashinde. Mimi nakimbia kwako Mungu. Ninaanguka hapo kifundifundi. Haleluya. Anaanguka hapo mbele za Mungu. At least huyu Kaini wake ili asimfikie. Bwana Yesu asifiwe. Maadui wa mtu ni wengi. Hata utacheka na yeye, lakini amejawa na unafiki. Unafiki. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Ukiona dada anapitia hali fulani, wewe hata kukaa vikao na vitina, ukichochea maovu mabaya. Ule anajua kuvaa, ule ajui. Hata nikuje nikiwa niko na, haleluya, niko na hizi vitu zinatokanga huko. Nimeamuka kwa kitanda, na kwa sababu naangalia saa, naona wakati wangu nafaa kuwa kwa kanisa umeisha. Hata ukiniona wewe, chukua tu kitambaa nipanguze. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kunikalia vikao ukiweka vitina. Mungu si wa vitina, na Mungu ni wa haki, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni wa haki, na Mungu anaona, na hakuna kitu inaweza ikamvisha. Bwana Yesu asifiwe. Naweza nikajivishia dada yangu, naweza nikajivishia Chialedi, na saa hiyo nimemkula nikakula. Alafu nikikuja hapa, unastahili Bwana, unastahili, unafiki mtupu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni msabu wanawapea, sisemi mko hivyo, na kama unajua uko hivyo, badilika. Ili tufanye kazi ya Mungu kwa upendo, na tufanye kazi ya Mungu kwa neema ile ametupea. Saa hii tuko wazima, hatujui kesho itakuwa haji, si ndio? Lakini tunapokuwa na upendo hata kwa kazi ya Mungu, tuifanye. Kama kesho hatutaifanya, hatutakuwa na nguvu. Haleluya. Hatutakuwa na nguvu ya kufanya hiyo kazi. Tuifanye saa hii. Saa hii tuko wajane, saa hii tuko vijana. Bwana Yesu asifiwe. Ili tukikuwa wazee, ili tukienda na kamti, at least utaambia Mungu, wewe kumbuka nilikuwa nakufanyia hii, nilikuwa nakufanyia hii. Mungu nikumbuke. Atakukumbuka hata wakati wako wa kilio chako. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tuendelee kidogo. Haleluya. Tulikuwa tumefika. Kama ukitenda vyema utapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi hiko. Unasikia? Tenda wema utapata vyema. Usipotenda vyema, kuna dhambi. Haleluya. Ukipata kibali, usipotenda vyema, dhambi hiko. Utakuotea malangoni, nayo inatumahini wewe, walakini yapasa kuishinde. Unapaa hata wakati unasikia shetani ananitembelea, ananiambia, nikiona huyo dada na mwazia, yani nikimwona nasikianga hata sitaingia kwa kanisa. Huyo ni shetani. Ile roho ilikuwa na Kaini. Hautaingia kwa kanisa juu ya mtu. Mtu hakukuumba, Mungu ndiye alikuumba. Fanya kazi ya Mungu ukijua kuna malipo. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema unaweza ukajivisha wapi? Siwezi nikajivisha.
Uwezi ukajibisha macho ya Mungu. Yaani macho yake inamulika kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Macho ya Mungu inatumulikanga tuamkapo, tutembeapo, tusimamapo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema lakini yapasa uishinde. Unapaa ushinde hiyo dhambi. Utaishinda aje? Homba. Hata kama shetani anajua kutembelea, homba. Homba, ambia Mungu, mimi sitakubali hii roho ya Kaini iliandamange. Ati nikifanya hii, mimi ni chuki tu. Mimi ni kunungunika tu. Mimi nafanya haikupendezi Mungu. Nisaidie nifanye jinsi ilivyo vyema machoni pako. Amesema hivyo, sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Fanya vyema utapata kibali mbele za Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. President anajaribu kabisa kufanya vyake. Anajaribu kabisa vile ataongoza Kenya. Lakini badala tumuombee, sisi toka chini tuamtoa nguo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hata kama mtu ni mbaya, Mungu aliyemuita atadili na yeye, si ndio? Sisi hatujapewa hukumu. Hatujapewa kutoa nguo. Hata kama ajui, imagine Mungu anajua kukuvalisha, atakuvalisha tu. Atakusaidia. Hata kama ni mboma iko na shida, Mungu ataingilia. Si anajua yeye mzee hajaokoka, haleluya. Lakini hatutaitwa pamoja, imagine. Kila mtu, haleluya. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe mbele za Mungu, siku hiyo inakuja. Kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe mbele za Mungu, na kila goti litapiga, kila ulimi utakiri. Bwana Yesu asifiwe. Sijatoka kwa message. Haleluya. So hapa Kaini akaambia Abeli nduguye, twende uwadani. Ikiwa ulipokuwepo wadani. Kaini akainukia. Unasikia? Hebu tega masikio yako vizuri. Kaini akainukia Abeli nduguye, akamuua. Anamtangalia, anamwambia twende mawidoni, mawadani kuwinda. Wakaenda wanasonga tu, lakini mishoni yake Kaini iko after wewe, nitakumaliza tu. Unafikiria mimi niko mjinga? Nitakuua tu. Wewe twende tu. Na anaongozana wanaenda. Abeli yako hapa nyuma, ajui chochote. Yeye hapo tu nyuma, anamfuata. Lakini Abeli anajiambia kwa moyo wako, wewe twende, tutafika pale nitakubadilika. Haleluya. Maandiko inasema alimfuata, wakaenda. Lakini walipofika huko mawindoni, si wako watu. Ni kama vile upite hapa, ukifika pale ukutane na mwizi, si mko tu. Anakuambia usiponipea pesa kisu ndio hii na inadugiwa. Utafanya aje? Si hapo ni wewe na Mungu. Sasa hivyo ndivyo kilienda kwa Abeli. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yake wakiwa huko mawidani, alimwakamata mahali pale. Maandiko yanasema alimuua. Mbona alimuua? Kwa sababu alikuwa na fulani. Yaani alikuwa anampangia. Alikuwa na mission yake. Wewe tutaonana hata kama tunaenda. Mtu anaweza mnaendanisha safari, lakini yeye mission yake ni kumaliza. Na ujui. Bwana Yesu asifiwe. Omba msije mkaingia majaribuni. Bwana Yesu asifiwe. Inabidi tuombe sana, tusije tukaingia majaribuni. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuambiwa usikie our president ametumana. Endeni pale Kimushu, kuna pesa zinaletwa hapo, kila mtu apewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ye mission yake, mkienda mnauliwa one by one. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe umeenda ile hali president si umesema tukutane pale Kimushu, tupewe pesa. Niko na shida na ninaenda tu ili nisaidike. Bwana Yesu asifiwe. Naenda tu juu ya mwito wa president. Mchungaji atuambie, kujeni tufanye kazi ya Mungu. Njooni munisaidie, munishikilie. Lakini sisi mission yetu wengine ni kuua. Tunamaliza lakini tunacheka, tunaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivyo ndivyo Kaini alifanyia Abeli. Lakini Mungu damu hiyo alimwaga. Mungu alimchukia, alimulaani. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kibaya kama kulaaniwa na Mungu. Mtu anaweza akakulaani, lakini ukibililie
baba wetu wa kiroho, na akuombea na hiyo laana. Hata mzazi anaweza akakulaani, lakini ukimbilia kwa mchungaji na aitoe hiyo laana. Lakini laana ya Mungu ni mbaya. Mimi sitawadanganya. Laana ya Mungu ni mbaya. Yeye ni moto ulao. Yeye ni mfalme wa wafalme, na yeye huwa anasimama katika pengo. Bwana Yesu asifiwe. So ni vizuri fanya kazi ya Mungu. Saa uko na nguvu, usisikilize hata mtu akuje hapa mchungaji amuombee na kesho asimamishe gari pale. Wacha kukaa chini ukichochea maovu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wacha, utalaaniwa na Mungu. Haleluya. Na Mungu akikulaani hawezi akatoa. Laana ya Mungu ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Hata watu wabarikiwe hapa, ni haja yetu tubarikiwe, si ndio? Haja yetu tuchikane mikono, tufanye kazi ya Mungu kwa moyo wa upendo, kwa moyo wa ujasiri. At least uko mahali umetoka, si kwenye nimetoka, si ndio? Mahali umetoka uko na mashida za huko. Maybe umetoka kwa nyumba ya wachawi, umetoka kwa nyumba ya waganga, na ila hali unataka upigane hizi vita. Hautazipigana hivyo. Haleluya. Hatutapigana hivyo wa Kristo tukiwa tumebebana, tukiwa ni watu wa kuua wale wengine. Na unafurahia wakati anaenda. Ni sawa, ameenda, haina shida. Lakini wewe ulichukua muda wako ukakaa na Mungu ukamuombea. Ni sawa, ako mbaya, hatukatai. Kaini si amekuwa mbaya? Amekuwa mbaya kwa Habeli, si ndio? Umechukua wakati ukauliza Mungu, huyu shida yake ni nini? Ako na shida gani? Huyu ameombewa sana na mchungaji abadiliki. Ingine inapasa ufunge, utafute Mungu ndio ujue wewe. Rafiki yangu mmoja akaniambia kuna mtoto wao alikuwa anaanguka, alikuwa na kipapa. Wakati tu amevalishwa uniform, amevalishwa viatu, anaambiwa haya mama, beba hii bag. Mama yake anamvalisha. Wakienda tu kutoka kwa gate, wakifika tu kwa gate, mama alikuwa anaacha tu ameshika mtoto. Roho imeenda. Acha bebo, hapo kuzimu anafanya kazi, anaanguka. Huyo mtoto walikaa miaka 2 wakiwa hawajui shida ni nini. Wakifika tu kwa gate, mtoto ndio huyo anazinai. Wanarudisha kwa nyumba, wanaweka hapo kupepea. Mtoto anakaa masali mawili. Kumbe yeye roho ya huyu mtoto ilibebwa na mapepo. Akapelekwa. Sasa wakati anaanguka, yeye mama anabaki na mwili hii. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna hii mwili na kuna roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii mwili ndio ilikuwa inabaki, analalishwa kwa kiti, lakini mtoto roho imebebwa. Yaani hapo kuzimu anafanya kazi. Mtoto alikaa 2 years akisilai tu, akianguka ni kipapa. Mtoto ameishi kipapa. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja wachungaji, mahali alikuwa anashiriki, wachungaji wakasema, akaambia mama, ni sisi kesho mvalishe nguo. Ni sisi tutakuja tupeleka huyo mtoto kwa shule. Akamwambia ni sawa. Mama kama kawaida akaamka na akavalisha ule mtoto nguo. Akagojea sasa mchungaji akakuja na reverend na mchungaji sasa wakakuja kwake. Wakabeba ule mtoto. Kuenda tu kufika kwa gate. Sasa mchungaji akamwambia, mimi nitaenda na huyo mtoto. Wakaomba alafu akamshika mkono. Kama kawaida ni saa 1 wanapeleka ule mtoto shule. Kuenda kufika ile gate, mtoto akazilei. Basi wakaacho kao wameshika manguo. Wameshika yeye hajaenda. Sasa hapo ndio akaamini kweli huyo mama hajakuwa akinidanganya. Lakini hapo Mungu akamfunulia mwili ya huyu mtoto ndio inaashangwa na roho inaenda kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji penye Mungu alimzungumzia hivyo, akabeba tena, akaenda akapea mama. Akaambia mama, huyu mtoto wacha akae hapo. Lakini yeye kuna vile Mungu alimwambia. Akamweka hapo, akarudi akaambia reverend, twende. Wakaenda. Wenye walienda kuingia kwa maombi. Haleluya. Wakaombea ule mtoto. Wakaombea ile roho iliyopelekwa baharini, wakaitoa huko, mtoto akarudishiwa, akarudi nomo. Na Mungu mwenyewe akadhibitisha
ameondoa hiyo roho. Wakarudi tena kwa ule mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Wakarudi tena kwa ule nyumba, wakaomba na wakamwambia mama, kutoka leo usikuwe na shida, mtoto Mungu amesema amemponya. Bwana Yesu asifiwe. Tukijua kuna ugonjwa, hata sisi tunapata tuingia kwa maombi. Atupai kucheka afadhali ipo ameenda hakuna. Mungu afanyangi kazi namna hiyo. Akituangalia sisi anaona sisi ni unafiki, utupu, umbatili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vizuri unapokanya, badilika na wewe. Taka kujua hii roho ni nini inanisumbuanga. Ni kucheza na mchungaji, ni kucheza na jezea watu ama ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Usikue kama Kaini. Haleluya. Furahi, tusifurahie. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tujue ukikanywa hii na baba yako anakupenda kwa sababu hata mtoto akikosea si wewe unamtandika hili, kesho unamwambia sasa leo uko na tabia mbaya, kesho usirudie. Unamuelekeza wapi? Unataka kumtoa hiyo, aache kutusiana, aache kuchapana, ili umuelekeze katika njia inastahili. Bwana Yesu asifiwe. So lazima na sisi Kristo, lazima tujifunze Mungu. Unataka aje na sisi? Mungu, sisi tumekuwa Abeli, tumekuwa Kaini. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa watu wa kubebana mizigo. Tuko na upendo. Tunakaa chini sisi ni kuchambuliana. Tunakaa chini ni chuki. Mungu, unataka aje na sisi? Tusishinde mahali pamoja tukililia Mungu ila hali sisi tuko na shida. Bwana Yesu asifiwe. So ni vizuri hapo, unaona akiendelea. Kaini alisiti tu. Na hapo uende ukasome hiyo story yake yote. So nataka kumalizia. Tumalizie katika kitabu ya Proverbs 6. Pastor nisaidie tu kidogo please. Saidie tu kidogo, utabarikiwa. Sasa nataka tusome neno la Mungu la mwisho, sitawakalisha sana. Proverbs 6. Ama kwa hete tu nimefika, naomba tunaweza ukanisaidia. Haleluya. Mungu atubariki sana. 6:14. Proverbs 6:14 nasema, mna upotofu moyoni mwake, hutunga uovu daima, hupanda mbegu za magomvi. Haleluya. Amen. Utasikia venye Mungu anasema. Mtu ako na uovu anajua kutunga mambo mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na rafiki yangu mwenye ungemtoa kwa ungovi anakuanga sawa sana. Ungovi. Maandiko inasema mna upotovu moyoni mwake, utunga uovu daima, upanda mbegu za ungovi. Upanda mbegu za ungovi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa sasa unaona Kaini pale akiinukia Abeli akamuua. Hapa na sisi Wakristo wa siku hizi, yaani tusipande mbegu ya vitina. Tusipande. Ni sawa umejua huyu mtu hajui kufaa, na hata ajui. Usiweke vitina ama ugovi. Utalipwa nini? Hakuna kitu nitalipwa. Ninapo chochea maovu, ninapo nena uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa hata ukisoma, tusome pastor nisomee 12. Methali 6:12. Proverbs 12. Hiyo tu. Rudi huko juu. 12. Nasema hivi, mtu asiyefaa kitu, mtu wa uovu, huenda njiani mwenye kinywa cha upotofu. Unasikia? Mtu asiyefaa kitu, mtu wa uovu, huenda njiani mwenye kinywa cha upotofu. Huyo mtu utakutana na yeye. Yaani zile vitu atakupea ni vitu, yaani tu ni nonsense, vitu hazisaidii. Bwana Yesu asifiwe. Vitu zitakumpo. Haleluya. Ni vitu asieleweki. Yeye huenda kwa njia tu akiwa amejawa na ungovi, amejawa tu na mambo mengi. Kwa fikira yake anafikiri vinginevyo. Yaani akishika kama ni sialeti, atatoa kutoka nywele mpaka kiatu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Hakishika ni Pastor Paulini, atatoa kutoka nywele mpaka Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata nijivishe wapi, ni kazi ya bure. Kujeni, njooni, tuchungumze pamoja. Njooni tufanyie Mungu kazi. Hatufanyi hii hati ile tujipendekeze. Hatufanyi hili tusifiwe. Tunafanya kwa ajili ya Kristo, kwa ajili mwili wa Mungu utukuzwe. Anasema, itoeni miili hii yenu iwe dhabihu mbele zangu. Bwana Yesu asifiwe. Miili hii yetu tunafaa tufanyie, hatu kupewa tulalake tu. Ukiambuka ni kazi zako hapo kwa nyumba, kazi zako za nyumba, na ni hivyo unafurahia. Unaenda kukaa chini pale nje mshene. Bwana Yesu asifiwe. Tumeumbwa hili kuwa na muda. Wakati mwingine kuwa muda na Mungu. Wakati mwingine ambia Mungu, nisaidie. Mimi niko wapi? Nimesimama wapi? Unaona huyu mtu ako kwa barabara, lakini tu yeye ako amechanganyikiwa. Kile anaongea ni maovu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu atusaidie. At least tumfahamu, tumjue. Tujue jinsi apendavyo. Tuulize Mungu, hapo tumefika. Ni wapi Mungu tumekutenda dhambi? Nani tuliyeua? Nani nilisema akakasirika juu yangu? Mungu nikaua huyo, nikasika na nikafurahia. Umenilipa nini? Bwana Yesu asifiwe. Nimetenda nini? Lakini kutaka wakati mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusikuwe na ugovi. Tufanye kazi ya Mungu kwa upendo. Tufanye kazi ya Mungu, tunyenyekee, atubariki. Wewe hata neema hazitoshani by the way. Hata ukikuja hapa leo ulilie Mungu, wewe na Mungu wako akukumbuke. Kesho usikie fulani yako na gari, fulani yako na ploti. Wachana na chuki. Bwana Yesu asifiwe. Wacha ugomvi, wacha vitina. Tunajiita wa Kristo. Mwimbaji juzi nikaona anaimba ile tunajiita wa Kristo, lakini wa Kristo bandia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hii roho imeenea dunia mzima. Angalia. Bwana Yesu asifiwe. Ule anakonekti anajua kile nasema. Bwana Yesu asifiwe. Imeenea kila, sio hiyo ndugu. Mukanyanga, jaribu tu ukanyange Mungu. Atakwambia wewe. Atajiambia kwa moyo, mimi utaiona mdomo wangu nikikusalimia. Bwana Yesu asifiwe. Unafiki. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu atusaidie. Tutabeba mizigo hizi mpaka lini? Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda hivi mpaka lini? Tutafanya dhambi mpaka lini? Ile hali kwa nyumba ya Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu atusaidie. Asaidie dunia. Kuna mtu pale hospitali anahitaji tu msaada, anakuhitaji, lakini tukiwa na hii roho hatutaweza kumfikia. Haleluya. Anahitaji, anakuja. Yesu ni kisima, ni maji ya uzima, si ndio? Na badala akuja ingia akunywe, akienda tu pale nje asikie kaneno kamoja, huyo mtu anakufa moyo pa. Unajua sio wote wamenguro, sio wote. Hata kwa usemi wetu tunapaa, tusitoe vitu ovyo ovyo. Haleluya. Tusisitoe, tunapositoa kuna chuki. Tizazamba. Na kuna mtu tu, for example, nitumie Pastor Paulini. Unajua vizuri ni Pastor Paulini. Wacha nikutumie tu Pastor. Au nisamee tu. Sasa nikutumie. Kikosa utanirekebisha. Haleluya. Pastor, unajua vizuri ni Pastor Paulini, si ndio? Si ni Pastor Paulini. Leo hii tu hakuja hapa Reverend ameomba baraka. Kuna mwingine pale, yeye pastor anafungulisha, mwingine anafunga ile hali unajiita Mkristo. Ole waka. Kuna siku inafika. Utashangaa Mungu anamkamata. Ndio utashangaa, kumbe nikulaza kinguoni mwangu. Haleluya. Mungu atusaidie. Atusaidie kabisa. Mimi ni ombi langu, tushikane kuja hapa tufanyie Mungu kazi, tukiwa hatuna unafiki, tukiwa hatuna ufarisayo. Ndio ufarisayo ni mtu ukienda Mwanzo 26 anasema Isaka alizidi kulimia. Alikuwa anaenda kwa mto, anachimba kichima, anachimba.
Lakini Waamaleki huko, watu wa roho chafu, watu wa kutakia wale wengine, na ni wajeuri na wajuaji kabisa, yaani kuwatakia mabaya. Kuna vitu vya Mungu huwezi ukafunga, hata ukifunga ni kazi ya bure. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atasifungua tu na nitajificha tu, ukijua tu nafanya kazi. Lakini nikikuja kwa mchungaji na ufunika macho, hata naona vile, yaani nampenda. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mchungaji anione, reverend anione vile wewe nakupenda, lakini ni unafiki. Kuna wakati itafika reverend Mungu amsaidie. Pepo likiwa huko linakuja, lianze tu kulia na kuanguka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pepo lianze tu kulia huko tu. Haleluya. Hakiwa level zingine, wewe usifurahie, zimeenda. Wewe shukuru Mungu, tenga muda wako na Mungu. Lilia Mungu asimbadilishe. Haleluya. Furahia wakati wa Mungu. Huyo alikuwa malaya, anafanya kazi yenye stahili, lakini Mungu akambadilisha. Haleluya. Mungu anaweza akabadilisha. Hakuna mtu mbaya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Si malaya wanabadilika, hata wavuta bangi na hata watu wa sikara, watu wa kukunywa pombe, si Mungu anabadilisha kila mtu. Haleluya. Lakini tukijifanya mfarisayo, mtu mnafiki, yaani mbele ya Mungu akituangalia anaona sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu atusaidie. Haleluya. Tusione hapa ati tuko tu hapa. Kuna wakati mwingine itakuwa reverend akihubiri, yaani ni goropa. Hata waje tu goropa, yaani ni nyumba kubwa. Lakini ni wewe na mimi tushikane, tulilie Mungu. Kwa wale wako street tuwaendee, Mungu awabadilishe. Hata wewe nchini unajua by the way tunakaanga maisha mazuri. Siku moja nikiwa naenda town, nilikutana na huyu chokora. Na akaninyemelea kabisa, ananiambia madam, cheki, naomba tubonge. Sasa mimi nashindwa, ananiambia tubonge. Wewe naomba tubonge. Na anasongea kabisa. Nikiwa hapo sasa nataka kuenda, nisienda, nikasimama. Kwanza nikasema nasimama nisikize huyu mtoto. Anasema haje. Si unajua wao hapa town na ni mtoto tu mdogo. Sasa akaniambia, madam, we nataka tubonge. Fanya hivi. Ile kisheni zao wanaongeanga, nindunge ka kitu. Mimi sijakula kitu. Nikamwambia unataka aje? Najua sasa naongopa, wewe anaweza nivamia. Yaani unataka aje? Akaniambia nindunge ka kitu. Hapa sitapata kitu. Na amebeba gamu, mtoto amekunywa. Hani nisikia huruma, nikafeel yaani mama yake ako wapi? Nimefanya Mungu nini? Naweza nikamba sasa na nini? Naweza njibiwa na nini? Naweza njioneshana nini? Kama huyu ni mtoto na amezaliwa na mama, na hata amebia njii wazazi, bebia wazazi, yaani akili zangu zikaenda. Nikakaa hapo kaa nimesimama, yeye ananiongelesha, lakini akili zangu zimeenda. Sasa ako wapi mama ya huyu mtoto? Ako wapi? Mtoto anakunywa ngamu, mtoto ajielewi, nani ila tu ni mtoto mzuri. Nikasimbia Mungu, Mungu, ingawa nilimpaia chakula, lakini nikasema sasa huyu mtoto atasaidiwa na nani? Si Mungu msaidie tu, at least umkutanisha na mtu wa roho nzuri, yaani achukuliwa, at least aende shule. Juni mti au ati mkubwa, alikuwa mdogo, tuseme miaka 14 hapo 15 hapo hivyo. Lakini unaona tu wako kwa kagamu, hata kukula wanakula huko. Lakini sisi tuko na kitanda kazuri, tuko na kabrageti kazuri, tukijifunika ni unatembesha usingizi na usingizi. Sina hata muda ya kuamuka nifikirie ule ako huko. Yaani tu Mungu atusaidie. Haleluya. Mungu atusaidie. Tukue watu wa kutenda vyema. Hapa umesikia vile Kaini ameambiwa na Mungu. Ungekuwa mtu wa kutenda vyema, ungepata kibali machoni pa Bwana. Haleluya. Kwa hivyo Mungu atubariki na atuinue sana. Haleluya. Sitaki kuenda sana nisiwaribie muda. Haleluya. Kitu kingine, Mungu atusaidie na atushike mkono wake. Atusaidie na atushike mkono wake. Tunakokwenda ni mbali.
Tunakokwenda ni mbali, si hapa. Tunaenda mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya Mungu tuache vituko. Haleluya. Hani Mungu atusaidie. Atufundishe. Anataka haji. Ni kusikia hatusikii. Haya basi tuseme tutabadilika. Na kama ni kubadilika, hata kama ni mimi, nibadilike kabisa na nisikie vile mchungaji ananiambia, tembea ipi, simama ipi. Kama ni kazi ya Mungu, pale kwa choo unahitaji mtu wa kuosha. Sunday school inahitaji mtu wa kuwachikilia asaidie teacher. Bwana Yesu asifiwe. Tuwase mawazo kama hayo. Mawazo ya kumfanyia Mungu kazi. Hata choo inatumia tisho. Na nitasimama, nitafanya nini? Ingawa maisha iko kuna vile imetufinya, si ndio? Lakini at least tusaidiane. Tuache kuachia reverend mzigo kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Si ati lazima Mungu akikunenea fanya tu hiyo. Ukijua tu sifanyi ati ili tu anifurahishe, nafanya Mungu hili kazi yako, ili hata yeye anapoenda kwa mlima, najua kila mtu anamuombeanga. Si ni ukweli? Na sisi kama watoto wake, nini tunafanyanga akikaa hivi kweli anasema, Mungu hivi na hivi. Haleluya. Hivi na hivi. Mungu tusaidie. Mungu anavyomuinua, hata sisi tuko hapo, atatuinua. Ni kazi yake tuishikilie vizuri. Na ukiona kama ni paza ameinuliwa, ako hapo, ni neema yake. Neema asitoshani. Kuna mtu wa neema wa mshene, na kuna mtu wa neema ya ugomvi, kuna mtu wa neema ya vitina, kuna mtu atahubiri, kuna mtu ataimba, kuna mtu atainua wale wengine. Kuna mtu akiona watu wamevinyilika, anasikianga tu. Yaani kitu inamwambia, si umwambie tu akuje, si umwambie tu mulete. Ako hivyo. Neema asitoshani. Wacha vitina. Haleluya. Wacha tufanye kazi ya Mungu. Kwa sababu tukilifanya na hivyo, Mungu atatutandikanga tu kibogo. Mimi sitaki kutandikwa, usitandikwe. Na hata Kenya zitandikwe, Mungu aturumie. Bwana Yesu asifiwe. Na atusaidie mahali hapa. Tufanyie Mungu kazi, na waomba kwa neema ya Kristo. Tuombee, tufanye kazi ya Mungu. At least hata baba yetu tukifanya kazi, tusikuwa watu mang'aa. Pita hii, fanya hii. Wewe ni sawa. Kama umetaliwa na hiyo neema ya mshene, wewe endelea. Uendelea kwa sababu neema hazitoshani. Kuna ule utajaribu kabisa kumuingiza, na hata ingia. Na ako hivyo, hata ingia, anajua vizuri. Mimi unataka kunipeleka, sitaingia. Lakini wewe ni betu. Sitaingia huko nataka kunipeleka. Bwana Yesu asifiwe. Tukijua sisi za Mungu na kusikia vile tunaambiwa. Imagine hata utakuta kiwete ni huyu. Hata kabla tu Reverend afike kule, utaonanga hajaachilia miti na hajakimbia, amefika hapa. Ni kushukuru. Yaani kazi turainishe tu. Kazi itakuwa tu nyepesi ya kufanyia Mungu kazi. Hai, poleni sana. Mungu anisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Acha nifike pale, na Mungu amani wabariki na watende mema na wainue zaidi. Amen.